mambo sawa. Tuishi uhalisia, tuweke kanuni sawa, tutaona ukuu wa Mungu maishani. Tukiigiza, wewe naomba Mungu haigizi. Mungu haigizi? Nakwambia Mungu haigizi. Unaona unachofanya. Yaani usivune imani kwa sababu utapata mpungaji kitu hiki. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sisi tuko pamoja. Ukisoma Biblia inasema kwamba ile ukisoma Warumi ile Waebrania 11:40 nasema kwamba watu wale hawajakamilishwa isipokuwa kwamba wamesubiri wakamilishwe. Sisi tukafanyaje? Unaweza kusoma Waebrania 11:40. Ndio. Kila mtu kusudi la kuwa nalo siku zake zote za maisha yake duniani. Kwa hiyo tunapokimbia hizi mbio, tukimbie tukijua kama kila mtu ana kusudi lake alilopewa, akimbie nalo, akomae nalo katika maisha. Kwa hiyo tuweke mizigo pembeni itakayotuzuia kuona kwamba hatufikii hatima za maisha. Badala ya kufanyaje, ya kuikubali kwamba hili ni ya kwetu kwa wakati huu. Tujipange, tuone tunatoka vipi. Then hiyo itaondoka, sio lengo ambalo tunang'ang'ania nayo, ni hatua. Lakini Yesu akafanyaje? Akaistahimili. Na unajua Yesu alipigwa viboko sana. Alitemewa mate. Umezaliwa kwa kutemewa mate. Tusomee Isaya 53:1 mpaka 4 hiyo hapo. Yesu anazungumza kwa Yesu ndio kuja anasema hivi, ameachukua masikitiko na nini? Hapo kushuka chini. Alizalauliwa na kukataliwa na watu. Mtu mwenye huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Sasa huyu mkombozi wa ulimwengu amevumilia aibu, hata sura yake haitamani kufanyaje? Kuitazama. Wewe unatazamwa, lakini bado unaigiza. Tuishi uhalisia, tuone ukuwa nani wa Mungu maishani mwetu. Tuishi uhalisia, tuone ukuwa Mungu maishani. Tukiigiza hatutoki. Kama Kristo hajaigiza akakubali, sisi wanafunzi wa nani? Amesema tujifunze kwake, kwani yeye ni mpole na nani na mnyenyekevu wa moyo. Kumbe ni wakati wa mimi na wewe kujua kabisa kwamba kuna vitu ambavyo vimetuzuia kuelekea hatima za maisha yetu. Kuna vitu vimezuia baraka zetu, sio vingine, ni hizo aibu na viburi ambavyo viko ndani yetu, kuonekana kwamba tunavyo wakati hatuna. Sasa Mungu akupe wakati unavyo, afu Mungu ni maigizo. Tukubali hali zetu. Tukubali hali zetu. Kama unataka uuze nyanya, uza nyanya, na wakati wa kuuza. Amina. Unajua kuna kama unatafuta 200, unajua kuna mtu hapa anatafuta 50,000 aanze biashara, yupo. Lakini kuna mtu anaona yeye 50,000 yeye haimtoi, afu hana. Sasa kwa nini usiache hicho kiburi ukachukua hiyo 50 wakakusema sana ukiona meki? Kwa hiyo ni juu yako, ni juu yangu. Na ukikuja kusema muda kifurushi kinasoma, yaani nakwambia hivi, usitumie 50,000 uitumie kifurushi kinafanyaje? Kinaondoka. Na ukiondoka ndio umeondoka. Haturudi. Mimi nakwambia na miguu tumechoka. Tusikubali. Tusikubali. Acha watuseme kwa sasa. Acha watufanyaje? Watu wale wanakujua. Wewe Yohana alikuwa hamjui kama hivi ndio umekuja. Wewe jiulize, yani mtu kambatiza yeye. Kambatiza yeye. Hapa alisema
Umeona? Ama mimi ndio wewe umekuja. Hamjui. Kamwambie vipofu wanao wafu wanakuvuka ili kwamba arejee ule unabii. Sema okay, kumbe kidume cha mayai alishatia kimi, mimi nimemaliza kazi. Tusimame watumishi wa Mungu. Unajua mshauri mzuri ndio anayekushauri kwamba amepitia. Mshauri mzuri ndio anayekushauri kwa fanya. Sasa Yesu Kristo anambia ni mshauri wa nini? Maana kwamba hakuna unachokipitia wewe hakupita. Sasa kama ni mshauri amepitia hayo unayopitia, kwa hiyo anapokushauri maana kwamba anakushauri in advance zaidi kwamba mzee, hapa unapita kwa sababu mimi nimefanyaje? Nimepita. Hayo unayoyaona mimi nimeyaona. Tunashindaje? Namna gani tunaweza tukashinda? Cha kwanza, tuache sifa. Sizungumzie kuabudu. Tuache sifa. Mbona mko kimya? Sifa. Tuache sifa. Ni kwamba watu wengi wana sifa sana. Hatuishi ule uhalisia wetu, yaani tunaishi maigizo. Yaani kwa nyingine kama tuna viburi, yaani kiburi ni kwamba mtu haupo katika hali fulani alafu unasema ile hali ya kisha kwako. Ikubali hali yako, kama mimi hali yangu ni hii hapa ya chini. Ukishaikubali ile hali ya chini, ukaishi ile hali ya chini, alafu ukaanza kwa ile hali, unaenda unapanda. Lakini sasa upo katika hali yaani kwamba unaishi kijuujuu, alafu upo kijuu. Unaishi kimuvi, hatuwezi kutoka. Kubali hali yako kwamba mimi kweli nimeokoka, lakini hali yangu ya kimaisha ni hii hapa sasa. Kutokea pale unaweka misingi taratibu. Ni kwamba kila mmoja anavaa kiatu chake. Tunavaa viatu. Kiko na viatu sio vya kwao, yaani kangana na kiatu sio cha kwao. Sasa hiyo kinatosha, alafu kwani huku mshito chenyewe. Ukiwa mkweli wa nafsi yako utakuwa salama. Usije kuwa mkweli kwa hiyo watu, yaani kwamba unajifanya kama wewe ni fulani kama sio. Ndio maisha tunaishi. Lakini tukiishi maisha ambayo ni halisi ya kwetu, tunakuwa na msingi mzuri sana wa kuanza na kuendelea. Sasa huwezi ukaanza wakati huko stage nyingine ambayo sio kwako. Kwa hiyo tukiacha kujiona na kuona kwamba sisi ndio kujua wakati hauko juu, mimi nakwambia unapona. Rahisi tu. Sasa kwa nini tuna sifa? Usome Waebrania 12 2. Kuna 2:2 anasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu. Hapo. Ndio kusababisha tu na viburi na